kwa watu wote ambao wamekosewa dada, na kwa ajili ya kukomboa muda nitasoma Wafilipi 1. Kuna mashairi matatu ambayo Paulo alisema, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Wenyewe walisoma mbele yangu, wengi walisema na Kifaransa ila jamaa, na mimi nasoma na Francais. Na nitangulie kuambia ya kwamba leo niko mshindi, sababu niko na shangaa iko kama ndoto. A 2015 tulikuwa tunazika mama walimuita Besi pale kuitije. Alors tunamaliza kuzika, tunaenda kufanya mafariji kwake, kulikuwa pa Majengo Kusoko. SP ananiambia aseme na mawe shao leo chenoho ukasha shoma shomo hii. Nikasema huko mtoto kunishinda. Mimi niko na mshinda miaka 4. Miaka 3 na mshinda miaka 3. Kisha nasema akakufa nitaenda kuhubiri. Na ndio anapaswa kufa mie naye. Na principe c'est moi. Yeye kwanza kukufa ni kujituma. Mimi alipaswa kuchunga kwanza mimi kisha yeye. Alafu wakati alilomba ikafika siku ile nitaweza kuhubiri, nikasema huko mwitu je crois alikuwa anajua kama atakufa sijui. Na mimi sikukubali, lakini leo niko naona kama ni ndoto. C'est vrai, ninaonekana ndani ya mahubiri ya mafariji ya dada Esperance niweze kuhubiri. Alafu sisome ile siku, ninasoma kashairi yaka anasema, car Christ est ma vie et la mort c'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Amen. Maandiko ya Paulo, mtu anaishi hagonjwi, haiko kukaza roho, haiko kwenye wanaita watu ya kama wanaweza kusema mtu alishaingia mswe. Ni kusema anaenda kufa. Alors ukio kusema anaenda mswe, ni kusema nafasi pa kuponea. Kisha ukisema alishaingia mswe, muombe. Ala. Si alishafika nafasi ya kuponea. Alafu Paulo alikuwa haiko mswe. Alikuwa anaishi. Iko mzima. Kisha anaanza kutangaza, nasema niko ndani ya kuvutiwa na vitu viwili. Wakati tulitafuta kwenda kuzika ile mkutano wa asubuhi, tulizungumzia kitu kimoja. Walisema faida ya kufa ilikuwa ni kuonyesha watu, kuwaletea tena tumaini. Sasa nilishangaa, sababu vile vile ninapenda nizungumzie kitu, kufa ni faida. Lakini sitasema kufa kokote. Nitasema kufa kwangu ni faida. Pale niko nasema kwa klasi ya SP, tungempatia semi kidogo njoo ingie kuserikei. Malheureusement ça n'a pas été le cas, lakini nafikiri yeye ananituma niseme kufa kwangu ni faida. Faida, un gain. Alafu kuna vile vile akotea faida, le contraire ni perte, ni kupoteza, ni kuhomba. Alafu mtu uko nakufa anasema anaganye. Ndio unasikia lugha ya mbinguni. Mtu uko nakufa anasema je suis en train de gagner. Alors kama mwenye anapoteza hata $10, anakuwa na 1000 zake bakaiba ndani 10, anasema nimehomba. Na 9990 ingali. Kisha huyu yeye uzima yake ndio iko inaenda, anasema je suis en train de gagner. Nafikiri haitakuwa magumu kusikika, sababu ni lugha ya Mungu, alipenda tuizungumzie. Mourir est un gain. Niko ninakufa, niko na gagner. Sababu tofauti na ile, kweli kuna watu wanapokufa wanapoteza na wanapotea. Kuna watu wenye ili vive en perte, wanaishi kwa kupotea na kupoteza. Unaona wanatembea, lakini kweli ndani yao ni wakuhomba, ni kihombo, ni wahombaji, na wanatembea ndani ya kihombo. Eka on le voit, unaweza kukutana mtu kuna kokota hema veste kisi niko nafanya hapa na iko wakuhomba. Quelqu'un qui ne coûte rien. Alléluia. Leo magharibi katika kilio hiki cha dada yetu SP, kila mtu angekuwa na damani. Il faut avoir la valeur ya nafsi yako. Angalia qu'est-ce que ça coûte. Sababu wakati siku moja wataitaka, kwa kitabu cha Luka
Mtu mmoja alikuwa patro kusindia Modena Musangani. Alikuwa na faranga yenye alisema sitatumikaka tena, nitaambia nafsi yangu, mnaijua? Nafsi yangu una mali mengi. Fanya nini? Pumzika, nini? Kula, nini? Furahi. Mlishampata ule hapa? Ashakuwa hapa Goma? Hapana. Na Wabutembo wale wanaoka na mamilioni habaya asemaka sisi sitatumika, wanatumika kila leo. Na mduka yake kama unanunua shindano anakuidieka na mto juu yake ndio iongezeka, wewe endelea kuwa maskini. Sasa le principe non? Les pauvres continueront à s'appauvrir et les riches vont aller vers la richesse. Alafu tajiri yeye alisemaka nimetosheka. Ule maandiko yanasema wakati Mungu alimwangalia akasema sasa ni imbecile. La Français nasema Kiswahili nasema mpumbavu. Ni mpumbavu sababu gani? Sababu haendake na avion. Sababu hajui Nairobi, hajui Dubai. Ni mpumbavu kwa sababu hajui bei ya nafsi ya nani? Yake mwenyewe. Wakamwambia usiku wa leo, on va te chercher quelque chose. Tutakulomba kitu moja. Yenye haukontrolaki. Ilikuwa ni nini yake? Nafsi yake. Ndugu zangu, mtu asikae na hana habari juu ya nafsi ya nani yangu? Yake. Kila mtu na nafsi yake. Ndipo Paulo akasema, niko naona kama niko natafuta ganye. Sababu hii mwili nikaiacha tu nafsi yangu. Haleluya. Nitakuwa nimepona. Alafu Paulo wakati anaandika mashairi haya yanatusukuma kusema, je, kati yetu hapa kifo cha nani kina faida? Tumezungumza hapa kifo cha dada Esperance. Oma amereisir. Biro ziko huku, wafrere tuverse mnafunga biro. Kwenye ukakutana mwalimu kunafanya hivi, wanatufuata kesi kwa mwalimu. Tu es de pourquoi? Tu dois enseigner. Kama na papa malikidogo. Leo ile haiko sababu ya kama kifo cha mtakatifu. Na nyinyi kino yenu inapima, sema inafunga inapima kunyamaza. Sababu mtakatifu mmoja amechukuliwa, si vile? Na mamlaka yenu inaisha juu ya esprit. Kasi kitu ne peut plus donner de temps. Wanasema nini? Demande d'explication, action disciplinaire, c'est fini avec la seule respect. Maintenant, elle est au-delà. Il y a une demande d'explication, tu arrives en retard, tu n'encadres pas les affaires, c'est fini avec elle. Elle se repose na kazi zake zote. Na hii nitafuta kutuambia ndugu zangu. Waliniambia nikamate muda mdogo, nikasema na mimi nitajikaza, nichunge muda. Moya sana kwa na mdomo. Mtamkaza tu mdomo ikatike wa ndugu zangu. Oui. Kama mtu tumekaa naye leo, atakaporudi nyumbani ahakikishe anajua bei ya nafsi yake na iwe faida kwa kifo chake. Kwa sababu kama haiko hivi, je vais vous dire avant, vous ne représentez rien. Vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. Hamuko kitu. Sababu kuna kakitu kanatembea hapa na hakaonekanaki. Kanaangalia mwanamke anasema kosi leo. Akosu tuvere mwekunda huyu. Akose muhaya mweusi. Kanatembea na kakatongea anasema tuvere le soir. Utapinga. Tunahamisha ibasi tunabeba kwako. Sikuko nasema wao kalimfikia kale kalimfikia. Hakaangaike, hakaheshimi yake mtu uko kule kwa avyo kanasema na wewe saa hii. Mtu uko ndani ya nyumba nzuri la gorofa kanafika mule na wagardia wanaichunga kamelango hapa na bunduki kanapita chombo kanaenda ingia mule. Anaikala kusaloka anasema sitoki vishishi. Wanaambia watu nje mbona amekufa kalipita wapi na bunduki haikaonaki kale joka na pima valeur yetu. Vous n'êtes rien. Amen. Moi-même je ne suis rien. Nous sommes valus kama Kristo tu anatuambia bei ya nafsi yako ni hii. Ile tu ndio natupatia kasamani na tukishakuwa nako tunashinda wenyewe wako na magari. Haleluya. Tukishakuwa nako uko locataire wa mwenye hana ile faida, uko na faida kuliko yeye machoni pa Bwana. Nilikuwa nafikiri ningeimba kamwimbo mmoja hivi sasa kajuake, lakini ndugu yetu wa Katoliki na kaimbaka sana. Kifo cha waamini kina bei kubwa kwa Bwana. Mama bekanzo unangalia wapi? Unaweza kufanya nikakuwa na kanzo, unaweza kuimbisha. Kifo cha waamini ndugu zangu. Haleluya. Kina nini? Ça coûte quelque chose. Wenyewe wamesoma hapo wanasema espia kasomaka.
tumemwacha kule, hatumwacha hata kaye moya, même pas stylo ya préparation. Donc maneno ya historia ya diplome nafanya nini? Inaishia pale. Ziwe za mingi, ziwe za bure, ziwe za hivi, stop. Si vile? Kwa sababu yote tunayoishi hapa duniani ni ya muda tu na yanabakia wapi? Hapa hapa. Hivi kutembea unasema Kifaransa ya mzuri na meno kabisa karibu yote yaongoke, unasema Kiingereza na pua karibu pasuke, d'accord, mais utata là-bas. Et ce jour-là, tutasema peux-tu encore ajouter? Utakuwa incapable kutujibia sababu tungepima damani ya maisha yetu. Sino wengi wanakufa kwa kupotea na tunaishi na wao wanaishi wanakufa. Unawaona wanatembea unasema huyu anaisha kufa. Siku moja wakati mimi nafika hapa Goma mkimbizi kutoka kwetu sababu wazazi walikuwa wameuawa na vita. Nafika hapa niko mkimbizi. Kwa frère Tuver njoo alinipokea hapa. Wewe ulikuwa unafika? Kwa papa mali kidogo. Sasa niko na regrete kisi mzazi amekufa na sina tena baba, mali haiko, ngombe wamebeba. Mtu mmoja akakufaka. Alikuwa liwali. Sasa anaenda kufia kama Burundi kama wapi? Kisha wanatia bande défilante kunani ku television RTNC. Wanaimbisha hakika. Hakika. Natembea mimi ni marehemu. Ndio alifaka hivi. Le gouverneur Léonard Kanyamuhanga Gafu. Gouverneur anakufa, nikasema baba yangu mwenyewe hakusoma hata certificat. Atakosa kufa na huyu naye anaweza kufa. Ese kimeton siku ya kufa ya baba yangu jua iliendaga gisi naendaka ikalala kwenye na lalaka. Na siku ya gouverneur ikatokea kwenye na tokeaka ikalala wapi? Haikulalaka Goma, ikaendelea tu. Haikujua hata que il y avait une personnalité qui mourait. Et je vous dis que vous n'avez pas de valeur. Mseme amen. Hamuna kitu cha kujivunia. Sisi watu tuko tu bure, tuko tu kitu bure. Lakini damani tunayo ni Kristo kuja kwetu. Akose nisome Biblia Swahili. Sababu nisikwaze watu. Aseme nilisema Kifaransa. Nitasoma Ufunuo. Kuna shairi moja la Ufunuo wa Yohana kwa sura 14. Apocalypse 14. Nilisoma shairi la 13. Nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, andika nini? Heri wafu. Asiki mnaweza kusikia ile lugha. Mtu uko nakufa nasema heri. Si vile? Bon, tuko tunaonyesha pada de esprit mata way. Ni kusema nani sisi naye aliye na damani. Yeye. Kwa nini? Kwa sababu anakufa katika Bwana. Niwaambie kitu ingali natusumbua na kuweka kiburi pour des choses qui ne valent pas la valeur. Ni wakati hatuna siku tumeingizwa ndani ya Bwana, tukifa tufie ndani ya Bwana. Wote wanaokufa nje ya Bwana wanaleta haya, wanaleta huzuni, si kwetu pekee, na mbingu wanashangaa kusema mtu anakufa na hana habari njema ndani yake. Wakati Frere Kiwiko naleta hapa kamanaje ya dada SP, mnajua ya kwamba watu ya Kaena, kama tunasema maneno ya sauvetage, si watu ya Kaena tulikuwa wakufunga mapepo. Si vile tuwe. Mapepo ndio kazi yetu. Na wajua kidogo katogopaka wa ndio wazira wakasema kama tipia wataleta mademo. Ambeti hivi muone mohegawi. Mabwima watu tulichoma tukafurahi, ile ilikuwa kazi. Hatupendi kuhubiri mtu aokoke, kwanza tuchome mashetani. Na sitea Kaena sababu ilikuwa na hospitali yenye inaangalia watu kutoka Kichomero mpaka Kanyabayongo. Kutoka kubahari mpaka ku territoire ya Walikale, l'hôpital c'était seulement à Kaena. Kisha walikuwa wanaletaka wenyewe kuna mimba. 6 jours mtu kwa kutipoi, atuka kukufa ilikuwa na probability mingi kuliko kuishi. Sasa watu wengi walikuwa wanakufa na mtu kwa wa vifo na mapepo na mademo. Unatembea unakutana kimutu kirefu kinakulomba makuta au tumbako. Sasa sisi nyatuyivutake tukua na problem. La cité était en désordre. Mungu wakati aliita shetu tukasema kitu ya kwanza ni kukonkira sema pepo. Hii mugine shetani asitumikiake ndani. Ili tufanye tusela lake kila siku na sisi tuko tunaomba, tunamaliza omba kwa neno baba shingine tuka wako bora wazi.
Tukishamaliza matunda simama kunjia kwa marehemu asema kule mapepo mubate kule msikuye kukusite mwende kule watu walale kwanza juu na tunachunga hapa mapepo. Haleluya. Alafu wakina SP wenyewe tulifanya nao zile kazi, kumbe alienda iendelesha Buramba. Wakati anafika Buramba sema mtu analala anatembea na sawa nyoka veni. Iko mambo ya kuogopesha. Sababu unakutana mtu alishakuwa na demo ya kumtembeza chini sawa anakuwa sawa. Tukasema huyu mtu tutaweza kweli? Tusimame kwa jina la Yesu. Tukasimama na kapona. Ine tumatu. Tukapona na tukamhubiri habari njema akaokoka. Kwa msichana wa karibu 18 na 12. Msichana akapona. Eske mnaweza kuitika kama SP iko na valeur mbele ya shetani? Mwenye anasema shetani toka ndani ya mtu na mtu na shetani anatoka. Hana valeur. Ikisha ule njole wa alikufa. Na tunaweza kujiswali, sasa kama tata baba ndio wote wanakuwa kama mbuhe ni. Baba kusumbanaka, kutokulala, kunywa pombe na kusumbana usiku mzima na kuibia watu. Si wale ndio mngekufa. Sasa kifo kinu, sana kuturie ndio Mungu anasema abera baba kaya. Hizi maskini zitaenda wapi? Juu hauna bei hata sambaza. Kusumbanaka tuna mapombe na usiku na bunduki. Tune kuturie sambaza inakushinda sababu mimi naweza ikula. Kisha utakuwa unapita kwa hene bosi njoo tabu hene na sije wa maimai huku vune vale rien. Mungu ndio anatufanya kuwa na zamana damani. Na kama tunawatangazia kwamba vale yenu iko ya bure msipokuwa na Mungu, tungependa tuwaambie. Siku moja wakati wa Ufunuo Yohana iko naandika, akaambiwa andika sasa. Ile yenyewe ilikuwa mbele hapa. Saa hii uandike. Heri sisi tunaokufa katika Bwana. Na sababu tunapumuzishwa kazi zetu zote. Na hii heri inatokana na wakati tunakuwa ndani ya Bwana. Wakati Yesu alipotafuta kufa juu ya msalaba, palikuwa kitu ambacho kwa Mathayo 11:25 Yesu anasema, Baba ninakushukuru sababu mambo ninayotaka kufanya uliyaficha. Inasikika? Mambo Yesu alikuja kufanya yalifichwa kwa watu wazima wenye akili. Lakini anasema Mungu aliyafunulia watu bure, des gens sans valeur. Watu hawana diploma, watu wenye hawakwenda Bulaya, watu ambao hawana boutique, hawana hata kinga, na wengi hawana hata kiwanja. Mwingine alisema hapa wako na 5 metre carré. Wengine hawana hata ile, na huku buhene mtu ni locataire. Mesa anampesha pake Mungu anakuwa kusema hata huko locataire wa buhene, siri yangu ni hii. Mwenye kuna bahati ya Mungu. Amen. Na kama Mungu amekufunulia ile siri, anakupatia valeur, kisha wanakuambia hata ukufe una heri. Sababu umepata siri ya Mungu. Wakati Kristo anatafuta kufa kwa Yohane 12:32 Yesu iko nazungumza na watu pakapiga haraka kama sawa haraka. Sauti kasikia kusema huyu ni mwana wangu mpendwa ninayependezwa naye. Yesu akawaambia haiko juu yangu ile sauti, ni juu yenu. Wengine wakasema ni radi. Ni radi. Nilikuwa kana mzee mmoja kama radi napiga anasema Mungu kunatengeneza blanketi anatafuta kulala. Les imbéciles c'est comme ça qu'ils comprennent. Mungu naye anatafuta kulala kunatengeneza blanketi na sumbuana kama watu ambao hawana bahati wanasikia neno la Mungu kama ni radi, kama ni blanketi. Lakini Yesu akasema ile maneno ni kusema nikiinuliwa juu ya mti. Si vile? Nikiinuliwa juu ya mti nitawafanya nini? Nitawavuta kwangu. Watajua. Afete Yesu kama iko nakufa kule Bethlehem kama sijui Calvary, sijui katika nchi yao ya Asia, kontina ya Asia, alikuwa na siri ya Mungu ya kwamba akiinuliwa juu ya mti na wanande wakaena watakuwa ndani. Na wahutu wa Ruchuru watakuwa ndani. Na mabandi yote ya wenu watakuwa ndani. Na mapastori watakuwa ndani. Na wakanibali wote Yesu alikuwa na nguvu ya kufanya nini? Kuwavuta. Kisha kuwaleta pale. Maandiko mengine ya Waefeso yanasema akawapatanisha wao kwa wao, tena wao na Mungu. Ile sipitia nisiingie pale nisiwakabatie muda wenu, lakini niwaambie kitu cha pili. Wakati Musa iko anatoka Misri, anabeba watu Kanana, il était le seul kuwa na siri ya Mungu. Wakati kuna wabeba watu
wanafika katika suri ni nchi ya Misri. Mungu anamwambia uende Misri, mwambie Farao ya kwamba leo watu wangu wataokolewa. Wakati alifika kusema watu wataokolewa, Farao akasema kuokoka ni nini? Kusema watu watatoka inji yako, wataenda inji yao watumikie Mungu. Farao akasema nani ndio alikutuma? Mungu. Na Mungu juu nini? Ni Yesu kwa. Kuko ingredient la ce monde, na ule Mungu ni nani? Putimini msiki. Toka kule na miungu ya bongo. Musa kaenda kwa Mungu asema sana ninigia, akasema haiko ndio alikunigia. Ni mimi Mungu nimegandamiza roho yake. Na ningali nitaongezea. Waende tena umwambie wataenda tu. Tena nakuja aseme wataenda tu, mimi nakwambia hawatatoka. Tutaenda, Mungu amesema tutaenda kumtumikia katika jangwa. Na tunaenda wake, watoto na waume wote na ng'ombe zetu. Farao akasema no je comprends. Wanaume muende muabudu tena mtarudi kwangu. Musa akasema jukisi mtu anaokokaka aende tena akuje kwako tena siku nyingine ataomba kuokoka. Hakusema sikia maneno ya kuokoka au pumbafu. Bana kuambia tutaenda. Na kama tunaenda na sengi yetu moja itaokoka. Hata kwato la ng'ombe litaokoka. Alafu discussion kwa mrefu. Buna savuza save l'histoire maji yao damu chora vyao vya chao asijui. Mungu akasema leo ni siku ya mwisho. Alafu watu watasafiri. Wanaenda. Musa akasema mwenye haiko Muisraeli leo kwake kutakuwa kilio. Le prophète de la mort ni Musa. Watu wakasema ona mtaoa na masasi, mtaoa na nini? Asema mtaona tu. Nyewe wenye mko wa kwetu mpakale damu. Mwenye hana damu tutasikia habari yake. Walikufa wakufa. Musa katoka sasa. Siniwaambia kisi watu leo watakufa. Na watu walienda na Musa wakajua Musa anasema na Mungu. Akasema mtu akufe anaweza kufa. Watu wanakufa. Wanaenda katika jangwa. Wenyewe waliokoka nao tena wanamtilia ukisha sema hakuna maji na nyama na hii chakula bora kuna tupatia nje wakaita mana sasa kwa. Musa akasema Mungu mbona watu wanasema acha. Waache wakutilie ubishi. Mimi nitakuwa na kuonyesha kisa utakuwa. Musa alikuwa kama mwenyewe anasema sema wewe hadi grupu yote kwa njia hapo kufika pale. Bulongo mmeza hapo. Musa alisema walikufa hakufa. Bulongo mmeza hapo. Na bulongo nafungula kinu mnaenda na inajifunga tena. Wa familia wanasema Musa unaona titu alisambaka basi. Wala sasa Moizi. Musa ni mwenye watu wakambisha sema bwana wewe lakini bwana wewe tu na Biblia kwa ule mwenye kama ulimtoshaka hata kwa nani si haiko hata kwetu. Sasa nasema bisha iko bien. Bwana Mungu ajisemee watu wanakuwa wakoma. Unajua historia ya Musa? Bwana ule Musa Mungu akamwambia Musa na wewe utakufa. Musa akasema oui Seigneur, est-ce que je comprends bien? Dit tu vas mourir. Moi aussi, là tu vas mourir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Utakufa. Haiko qu'est-ce que j'ai fait? Ulizaliwa na Adamu no? Haleluya. Tutakufa je nini? Tulizaliwa na Adamu. Alafu Musa akasema, kumbe kifo kinalomaka. Celui qui a administré la mort aux autres. Yale alikuwa anasema kale nyewe wale watu ile groupe yote yale. Mwishe pale. Mtadiscuter. Yake siku ikafika sana wao utakufa. Musa akasema, Seigneur, niko ndani ya Zaburi 90 shairi la 12 akasema, Bwana utufundishe kuhesabu siku zetu. Nitaanza na mama mmoja. Unaweza siku zako ngapi? Hata kidogo. Hawezi hata kama unaweza kufanya swala. Au unapenda miaka 5. Tulikuwa tunafanya ile exercise na hapa kwa siku yako. Asema unapenda utakufuata siku gani? Siku moja tulikuwa kuturande, mzee Kalmela kwa aspaya sonam anatuambia bali mwana. Omondesha holaki umele 17 wa Biblia. Na tukasema ndio hatutakufaka hapa 70. Sasa tukagangia hili. Sasa yeye alikuwa deja iko dale 60 combien. Zikafika 68 sasa nje Mungu shari andika ushughuli 70 ni kufa aniongezee zambi. Zikaongezeka na kweli aliongezewa jusqu'à 94. Ila chance. Lakini siku zetu ni za taabu tena namna gani? Za kidogo tu. Na kitu naacha watu wanavuma hawasiki yake. Hii so disu wanawaza wangali na siku. Alors que walishaandika juu yao waseme expire pour telle date. Sababu wamekuwa wamelipa wamepaka. Ndipo Paulo akasema mimi niko naona
je suis tiraillé entre deux choses. Niko nakosa nichagule kuenda nikae pamoja na Bwana, anasema ce qui est de plus mieux pour moi. Niko nakosa nibakie na ninyi, juu nikaenda mtalialia et pourtant sipendi kubakia na ninyi. Haleluya. Wakati niliona watu wanalia hapa isipiko na kuna pumzika ndani ya serikali yake, nikasema ni kweli, lakini tunalialia. Huyu stendi simama kusema mwana yako nilishaenda, nataka tena nifuatishe mie nikuwe na lamuka 5h ninawe nitayarisha preparation sieba mwalimu kama preparation ya kuenea tena ya primaire si dega kuwa uliandika nitafanya interrogation, haukuitia mukaye de question. Unasikia français yote directeur alisomake na kutokea na anasema sawa Pilate, vous blaguez avec le service demain vous allez manquer ce service. Tutakufa na wewe mwenye unasema français tu vas mourir. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alafu dada yetu mwenye ametoka kupumzika angetoka kusema vous pleurez quoi? Tuseme tunapenda ubokie ukaseme mie tena nifuatane na njoo sisi nini? Hii magrupu yote inapita hapa ukichwa chake. Tena kwa na lamuka ona sisi tulipigania mu association. Bona miola lukolaka $10 ile yote binasumbua mtu. Kama mtu anapata bahati ya kulala katika Kristo apumzike, msumbue. Amen. Mwapatie lakini hadisi. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mseme nilotukana, mais en réalité c'est watukana, vous n'écoutez rien. Hata mnavala nguo ya $100, wamama walishapata furia $250 na ya 300 ilishakuwa ya 500 ilishakuwa super de grand je ne sais pas de combien de fois. Et les adjectifs yote c'est du français, on vous trompe les femmes folles. Lakini valeur yenye tuko nayo moja tu ni kuwa tulitiwa ndani ya Kristo. Ça nous fait les meilleurs du monde. Tunakuwa na valeur ya kushinda zote. President ou pas, tutakuwa na ile damani. Mtu mmoja alikuwa tajiri. Kitabu cha Luka sura 16 kinasema hivi. Na ndani ya nyumba yake palikuwa mtu mwingine alikuwa wanamuita nani? Lazaro, muongezee poste yake. Voilà, msiseme jina mtu nusu. Wanamuita maskini Lazaro. Mtu kwenye wanamuitia ile ndio jina ya mtu dans le monde. Politika litasekaka. Hata sisi tunasemaka si watu ya Mungu tunapaswa kuwa maskini meule yake. Haiko nje tunapaswa kulomba kama si vile. Tusikose mara moja hata kidogo. Maskini Lazaro. Kisha wakakieka kumesurer qui est valu qui ne l'est pas. Wanafika pale wanasema embwa za tajiri zilikuwa za bibi kushindia Lazaro. Zinakulaka kule baba zao zinapeweka chakula. Nishakaona watu wenyewe wanaendelea, wanatembea naye, nilikuwa natembeza kama mtu mmoja anasema simama pale. Si je voudrais acheter pour mes chiens. Shuka mgana na kubusheria anunulia imbwa. Wanamchagulia zenye zinaweza kuwa za imbwa, ananunua. Mimi namwangalia kwa roho nasema Mungu, Dieu tu n'es pas aussi juste. Comment lui achète d'abord pour lui et pour les chiens et moi je n'ai même pas encore acheté pour moi humain. Kisha nauzia imbwa za tajiri zilikuwa za bibi kushikia Lazaro. Wanasema na wakati fulani vidonda vyake vikisumbua sana zilikuwa zinavilambula zinaweza ni nyama ya kuoza. Imbwa walikuja kulambula vidonda. Malheureux de ce niveau. Kisha wanakuja kuteste tajiri ndiye mwenye damani ama ni Lazaro. Kifo kikafika. Maandiko yanasema Lazaro kwanza kafa. Tajiri akasema na ndugu yako basi ananisumbua hapa na maarufu zake. Tami hivyo hapa mimi natanja maisha yenye haina kusumbuka ya maskini. Bongo maskini anakufa peut-être ça ne fera pas longtemps. Maandiko yanasema Lazaro alipokufa mara moja malaika walikuwa pale. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Kuna watu wenye imani yao wanasema kama mtu akakufa haendaki mbinguni. Sasa votre affaire. Mama Bible me dit que Lazaro walikuja kuchunga, alipokufa mara moja wakamchukua kifuani mwa Abrahamu. Haleluya. Kumbe mtu anakufaka na anaenda mara moja kifuani mwa Abrahamu. Niko na meditike tunaweza kuwa tulipigana hapa na mwili ya SP, tutakasika bure. Wenye wako na sadaka ya kumwombea juu asipotee, walombe misa. Lakini le problème c'est gère siku ya kutoka. Lazaro alipokufa pale malaika Yesu ndo alisema aseme les anges étaient là. Vous comprenez que si kama tuko na mganga hapa. Quand vous gérez les gens dans vos hôpitaux là-bas, kule kwa vitanda huko wanateseka.
rassurez-vous que mnaikalaka pale amuyuke pamoja wanachukua pale na malaika. Kwa wanasema makanzi yenu nasema oh, amele papa Verine. Non, tous. Le cœur s'est arrêté. Mungu anasema français, pamoja wanakuwa malaika walishabeba. Chomele kosa, mtie mwae tuone kama tuta reanimer mwanamtia mukaza ndio anataka shwe. Unatia kama shwe na mtu alisha malaika walishamurikipere. Alafu akaenda kushikalia, wanasema ukifanya Abraham kunaangalia. Sema Seigneur j'ai gagné. Imeisha. Kisha kale ka kitu kenye hatujui sura yake kanafika niliacha kule masa mwana kulaka maziwa. Okay, kamkutana kosa alikuwa yuko anatengeneza mayai. Si watu wakaenda hatukulaka mayai tunaionaka na kosa ya kizungu. Huko ndio na huko inaanza kwa ya watu yote vraiment. Ulisharibisha chakula haina tena heshima na kukuonacha kwa meme pauvre raja no karibia kuku vraiment. Na mimi sitakuwa naikula tena, je vais manger autre chose. Lakini kuna vitu vya heshima. Tajiri alikuwa kuna kula gato na maziwa iko pale na watajiri kama wanakula ni mshangao. Tajiri kama wanakula wanamletea chakula 12 anafunula. Nishawaambia ndugu wa moja mtu ya mama mbanga wenyewe wasikiki nanda watanihurumia msende kujitangaza. Tunaenda Butembo, tuko tunatembelea mzee Kalmela, tunaenda asemkio ndo magharibi niko najenga kule kwa Michel. Sasa mchana tunasikia njala. Tuyaheme muli. Sasa tujui ni maana tulikuwa na tahanga wetu tunaenda kwa. Tunafika tunamfuata yeye mzee, wakati wanamuona wanamkaribisha na furaha sana na heshima. Aseme mzee yuko mule mnyumba mbanga. Tunaingia sasa, wanatayarisha mabakuli kabisa. Mtu mmoja yeye peke hakulaki na wengine bakuli sawa 10. Wanatia mbuzi ya kukalanga. Na humu ni friti, humu ni virai ya mai, humu ni nyama ya mbuzi, ya mshito, na humu ni sosi ya mbuzi. Hii mabibakuli ti. Kisha nakuya atmosphere tuliko na funula. Hii yenye anafanya hivi ndio mbuzi. Mimi wakaina pale nikasema Seigneur. Si vile. Alafu yeye anasema anafunula hapa, anaangalia maharage ya kukalangiwa, bibi nasema kaya na wetu basi pale wao. Nasema ando so halisi so ukwe sio vraiment. Kumbe watajiri wanateseka. Kama kuna rafiki alikuwa anasema kaseme Dieu donne l'appétit aux pauvres la nourriture aux riches. Sasa mimi ningekula sasa biko haya. Kale bana anasema mwili tu Mungu. Mwisho twende. Ndio anasema huyu naye anataka tukosea tena vya hivi. Asema mwisho kula ule kebolo na balia. No, tukende rewe. Ndio ikaluma. Alafu tungekula kwa jina lake ametoka, tutakula. Tunatoka tuko tunaangalia meza. Basi tunaenda basi. Mwenyewe angepatia chakula ameenda. Tunasema amepata tunabishi vitu yakili chikani anielebia ile ndio tukata karibu vitu kanili vichi hapo no. Wewe tuende. Basi tunaenda tunaacha chakula. Alafu ile ya vile njoo mtu alikuwa naikala kwa meza yake, kifo ikafika iseme leo niko nakia kukutwala. Maandiko ya Luka ya 16 nasema mara moja alipokufa kule kuzimu. Kuzimu na njia wapi pastor? Kule kuzimu. Aikare hai. Si msalo yake. Kuzimu na njia wapi? Mlikuwa mnakulia kwa patron mtakulia kwa kuzimu. Kule kuzimu. Mara moja akachukuliwa. Haleluya. Ni sio kwanza. Sina hata kufarangisha nyinyi kwa mapatron muendelee, lakini hamuna valeur jumu na baju. Lakini mnaweza kuwa na bahati hata huko natembea na kamuti na viatu ilishakupasukia kama uko na Mungu. Kuna valeur kushindia ule mko pale chini kusinyersi. Lakini maandiko yanasema tajiri mara moja akachukuliwa. Akaenda kule kuzimu. Na alipofika hakufanya 30 minutes haja, alifikaka mara moja na kuya na mateso inaanza pale. Wanatupatazaka asema tusikao tunasema kuko moto ya shetani waiku iko
Neema ya Mungu inatubeba mbinguni na moto iko kwa waasi, watateketea, watalia usiku na mchana. Je dois le dire comme ça. Mama nzemo nga nereyo molubula mukasha yumumuleo. Si vile mseme basi amen. Lakini niliwaambia ikawati kama mdomo unaishi. Vous ne valez rien. Hata wakusomea yote tumesoma hapa. Ça devient l'histoire. Tukisha kuisoma SPEU. Alikuwa mzuri, alikuwa apiganake na mwenyata alishamchokoza atasema, sasa kolokanaka naye. Bon, caché ou vrai, vous n'ajoutez ni rien, vous ne soustrayez rien. Yeye alishaenda, problème ni siku yake na Mungu ndio ilijiraka. Mais témoignages zingine zote c'est na ce qui étonne ni kutangazie kisi hauna tabia ya sambaza, siku utakufaka. Le soleil se lèvera à l'est, il se couchera à l'ouest. Aucune seconde haitasimama kaseme jour likufa. Qui que tu sois. Siku Laurent Désiré alikufaka tuliwazaka Kongo, tulikuwa hapa kwa RCD tukaanza mara hiyo, RCD batajishia. Balishaka. Wakaenda kwa RTC sasa na wengine wangali watakufa. Hata president wa watu mnafurahi. Tu ne représentes rien. Rais anakufa. Wewe uko nini? Bon, unashaka huo unaloga wengine, tu as bien fait. Mais après ça, kifu inakuacha wewe. Ça t'attend na wewe sasa wakati fulani hivi pa na niwatangazia ya kwamba unaweza kuwa hauyasemaka kifarasa. Mbinguni tutakutana na mafarasa. Tutakuwa nao. Natangazia wananda ya kwamba mbinguni kutakuwa Wahutu. Natangazia Wahutu ya kwamba mbinguni kutakuwa Wanyanga. Natangazia Wanyanga ya kwamba mbinguni kutakuwa Wazungu wa lugha mbalimbali. Na nyimbo zetu tunaimba wenye lugha tutakuwa pale. Qu'est-ce qui se passera? Je vous dis vous ne valez rien. Siku moja rafiki yangu mmoja anakufa, ninamalizia pale. Rafiki yangu anakufa, alikuwa jeshi. Anakufia Beni. Fanya tuende tumuziki. Sasa alikuwa jeshi na iko na statue mbalimbali, niko nasema par rapport ya yenyewe watatangazaka siku unakufa. Plusieurs statues. Tuna isiko wanasema yeye hakuolewa. Kuna wenye wataendaka mbinguni juu walikosaka babwana. Sasa nimetrompa. Kuna wenye wanasema kwenda mbinguni na shingana sababu hakupata wabwana. Est-ce que je me trompe? Mwende muulize kaburi ya Esther. Kwa maana mtu anaendaka mbinguni na hakuolewa. Et puis Esther iko mwenye kale kaboro kitu. Mlikuwa kama grupu ya wenyewe wanasema kama tunatafuta kufanya utawa. Espeni kwa masomo ya Korinto wa kusema wanaofuatana na mambo ya kuoa na kuolewa hawamtumikii Bwana namna inavyofaa. Espeni miongoni mwao wengine wawili ni waona hapa sikawasema. Na mpaka leo hawajaolewaka. Msiweze kama alifanyaka aseme, na kama kila fikira alikuwa amekunda kushinda mimi wako mmoja hapa. Wa bien. Basi vile vizuri vino tusikunengesha tena espero kaka msika. Tunaona na yeye. Meani sema mimi napenda nitaenda mbinguni na sikugusiwa na waume. Mtu haya basome melondo Yesu ndio baba rayo. Wala hivi hawa daigaiga kama leo. Lakini les statuts ne disent rien. Tukona mwalimu mmoja Matumo alikuwa anasemaka moi je ne vais pas mourir dans la campagne. Je suis Louf. Alikuwa social une histoire. Je ne vais pas mourir au village parce qu'on va m'enterrer n'importe comment. Il faudrait mourir, je vais mourir en ville. Kisha siku moja akaandika akasema umtransférer Goma, akakeka kufia hapo akamzika en ville. Mimi najiulizaka, comment il avait cet objectif de mourir en ville? Et ça ajoutait quoi? Ça Alléluia. Siku Musa alikufa, maiti yake ilipiganiwa entre les anges de Dieu et les anges du diable. Lakini wanani walishinda? Wakote ya Mungu. Siku utakufa kama hatuna chance uko na Mungu, tutapigania kama maiti yako na esho kwa hasikasha kuta. Utaliwa kasa amesema hapa sema on meurt comme on a vécu. Kama haupate neema Mungu akutembelee sasa, utamaliza sans valeur, utakufa bila valeur na siku utakufa tutaletaka hema sashe mu mifuko. Tutokee kulia nayo. Tuko tunalia na tunazimia sema amekufa na sisi tukufe. Hatutaipaka umbe yoyote. Sababu c'est ça la valeur que tu veux. Lakini nawatangazia kuna damani ambayo Mungu anataka kutugabulia ni kwamba Kristo alipokufa Mungu alituvuta ndani yake ili sisi naye tuwe mtu mmoja na tukifa tuko mali ya Bwana. Na hivi tukisema tuchague wapi? Kufa au kuishi? Je crois que wewe tunachagua kufa sababu tunakufa katika Bwana. Sisemi mtafanya kampani. Ningekuwa kusema tufanye kampani sebo.
mwenyewe anapenda ukufa, hatuwezi kufanya hili, lakini tukimjua Mungu anatupredispose kuwa watu wa valeur, kuwa watu wa dhamani katika mji. Mahali yote tutatembea tuko na thamani kuliko watu wote. Alafu Mungu atubariki kwa watu wote ambao